Hali gani mpendwa mfuatiliaji wa Yopa Media? Karibu katika kipindi cha tafakari ya kiroho, kipindi kinachokupa nafasi ewe mfuatiliaji kupata maudhui yanayohusu imani na masuala ya dini. Na hii leo tunaenda kuangazia ni makosa gani mtu anaweza kuyafanya pasipo kujua anapokuwa katika mfungo wake na kusababisha mfungo wake kuonekana sio maana mbele za Mwenyezi Mungu. Kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki utakuwa nami mwanahabari wako Yona Anekius. Watu wengi wanapoingia katika mfungo huanza kwa kuacha chakula. Lakini je, umeacha tabia zako mbaya? Unaacha kula nyama lakini hujaacha chuki. Unaacha chai lakini hujaacha maneno ya kuumiza. Biblia inatuambia katika Isaya sura 58 mstari wa 6, je, saumu niliyoichagua sio hii, kufunga vifungo vya uovu na kuwaacha huru walioteswa? Hapo tunaona wazi kuwa Mungu haangalii tu kile kilicho tumboni, anaangalia kilicho moyoni. Kosa jingine kubwa ni kufunga ili watu wajue, yani kufunga kwa maonesho. Unapotembea unasema mimi nimefunga leo, lakini sikiliza alivyosema Yesu Kristo katika Mathayo 6 mstari wa 16, mnapofunga msiwe kama wanafiki ili waonekane na watu yakuwa wamefunga. Mfungo sio tangazo, ni agano la siri kati yako na Mungu. Kosa jingine ni kufunga bila sala. Kuna wanaofunga lakini hawasali, wanakaa siku nzima bila chakula lakini hawatenge hata dakika 10 za kuongea na Mungu. Neno la Mungu linasema katika Yeremia sura 29 mstari wa 13, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Mfungo bila sala ni mateso tu, mfungo na sala ni nguvu. Kosa la 4 ni kuendelea na dhambi wakati wa mfungo. Unafunga mchana lakini usiku unaendelea na maovu yale yale. Biblia inasema katika Warumi 12 mstari wa 2, wala msijifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mfungo ni muda wa kubadilika, ni muda wa kuanza upya. Kosa jingine ni kusahau kutenda matendo ya huruma. Mfungo wa kweli unaambatana na matendo ya huruma: kusamehe waliotukosea, kusaidia wahitaji, kuwafariji waliovunjika moyo. Biblia inasema katika Yakobo sura ya 2 mstari wa 17, imani pasipo matendo imekufa. Usifunge mikono wakati umefunga tumbo. Mpendwa mfuatiliaji wa Yopa Media, mfungo si adhabu ya mwili, ni marekebisho ya roho, sio mazoea ya dini, ni safari ya mabadiliko. Jiulize leo, je, mfungo wangu unampendeza Mwenyezi Mungu au unaniridhisha mimi na watu wanaonizunguka kwamba nafunga? Tudondoshee kwenye comment ni kosa gani ulikuwa unalifanya pengine pasipo kujua na unaenda kubadilika, hutolifanya tena. Mimi ni Yona Anekius. Uwe na wakati mwema na nikutakie mfungo mwema. Don't forget to subscribe.